Taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika tafakari ya leo ya Dominika ya 5 ya mwaka A wa Kanisa. Somo letu la kwanza kutoka kitabu cha nabii Isaya sura ya 58 mstari wa 7 hadi wa 10. Tunapata ujumbe ambao Mwenyezi Mungu anataka tutafakari, anataka tuishi ili haki iweze kututangulia mbele yetu, na lolote tutakalomlilia Mwenyezi Mungu aweze kuwa pamoja nasi na awe upande wetu. Ujumbe huu ni saumu njema, ni roho ya ukarimu. Saumu njema ni roho ya ukarimu. Nabii Isaya anawapelekea wana wa Israeli ujumbe huu ambao ametumwa na Mwenyezi Mungu. Anataka saumu iliyo njema kutoka kwao ili waweze kumpendeza, aweze kuwabariki, aweze kutembea nao na aweze kuwatangulia katika shida zao. Wanapomlilia aweze kuwaitikia, wakimwita aitikie na kusema mimi hapa, nipo kwa ajili yako, nipo kwa ajili ya kukusaidia. Hivyo mimi na wewe leo hii tunaalikwa pia na nabii Isaya wa leo ambaye anakuja kwetu kwa neno la Mungu hili. Anataka tuwe na saumu iliyo njema ambayo ni roho ya ukarimu. Je, sisi kama Wakristo tumekuwa na saumu iliyo njema na roho ya ukarimu kwa wenzetu wenye mahitaji mbalimbali ambao tumetajiwa katika somo hili? Wahitaji hawa wenye njaa tunaambiwa tuwape chakula chetu. Wenye njaa, walio na njaa tuwalishe chakula chetu tulicho nacho. Wenzetu wamejaliwa, wana vyakula vya kutosha, wana magara, wengine basi maisha yao ni mazuri, wamejaza vyakula kwenye mafiriji, lakini jirani yake pembeni anakufa na njaa, anatabika na njaa, anaokota vyakula majalalani, na wakati mwingine anaokota kwenye shimo lake la takataka analotupa mabaki yaliyobaki, lakini ndugu yake huyu hawezi hata kumkarimu hata kwa kidogo alichobakiza. Lakini tunaambiwa tuwavike nguo pia walio uchi. Mimi na wewe pengine wengi tuna viatu vya kutosha, tuna manguo, makabati na makabati, lakini kuna jirani ambaye nguo zake zimetoboka, nguo zake zina viraka, lakini hatuwaangalii, hatuwajali na hatuwathamini, bali tunawabeza na kuwatukana na kuwaona hawafai katika maisha yao. Lakini kila kukicha tunakwenda kanisani kuomba baraka ya Mwenyezi Mungu. Je, pale tutakapoanza kulia sisi tutaweza kumlilia Mungu naye akatusikia vilio vyetu? Tutakapomwita Mwenyezi Mungu, je, atatuitikia na kusema mimi hapa? Kama tumeshindwa kuwa na saumu njema na roho ya ukarimu kwa wahitaji hawa maskini, tuwaalike katika familia zetu, waje tukae nao, tuwaponye, tuwape nguvu ya kuendelea kuliweka tumaini hilo kwa Mwenyezi Mungu. Tukiwatendea wenzetu wema wa namna hii, haki itatutangulia mbele yetu. Wema huu utaleta baraka katika maisha yetu hata tutakapoomba kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mungu anatarajia tumwombe kwa ajili ya kuwasaidia pia wengine, sio kwa ajili ya ubinafsi wetu. Na leo hii ubinafsi umetawala katika maisha yetu, na hivyo wengi hawathamini maisha ya wenzao, na ndiyo maana hata haki ya uhai wa watu inadhulumiwa. Uhai ambao ni zawadi ya Mwenyezi Mungu inadhulumiwa na wengine wanaotamani kujilimbizia mali, wanaotamani kula wao peke yao, wanaotamani wavae peke yao, wanaotamani wafurahie maisha yao peke yao. Hivyo, je, Mwenyezi Mungu anaweza kusikia kilio chako siku ya mwisho? Je, siku utakapopata na magumu, je, utamlilia Mwenyezi Mungu na akakusikia? Tumuombe Mungu atusaidie tuwe na saumu njema ambayo ni roho ya ukarimu, roho ya upendo, roho ya kutenda haki, roho ya kusema kweli, na roho ya kufanya yote ambayo Mwenyezi Mungu anatamani sisi tuyafanikishe ili yeye aweze kuambatana nasi. Na katika somo la pili, Mtume Paulo, waraka wa kwanza kwa Wakorinto sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa 5. Injili ya Kristo ni ngumu. Tunapata ujumbe huu wa Injili ya Kristo ni ngumu. Mtume Paulo hapindishi maneno, ananyoosha, anataka tuihubiri Injili ya Kristo iliyonyooka.
hataki kuhubiri injili ya Kristo kwa ufasaha wa maneno, lugha tamtamu, maneno yanayofariji, maneno yanayoleta matumaini kwa watu kwamba wanaweza kubarikiwa kwa njia rahisi. Hakuna. Paulo anasema yeye amekuja kuhubiri injili ya Kristo yenye adili, kwa adili na Roho Mtakatifu na kwa nguvu. Hiyo ndiyo injili ambayo inapaswa kuhubiriwa na sisi sote kama Wakristo na wafuasi wa Kristo. Injili ya Kristo imenyooka. Injili ya Kristo haina kona, haihitaji kupakwa rangi, haihitaji kupambwa na maua. Mkristo Mkatoliki, simamia imani yako kwa uthabiti na simama imara, usiumbishwe na injili zilizopakwa maua. Injili ya Yesu Kristo ni ngumu kumeza. Ndio maana wanafunzi wake Yesu walimuuliza walipokuwa wanamfuata, walisema, Bwana, tunakufuata sisi, tumeacha vyote, tutapata nini? Na Yesu aliwajibu kirahisi, mnanifuata mimi, mtapata yote mara 100, mtapata mara 100 kila ambacho mmekiacha. Lakini tukisoma injili hiyo takatifu vizuri, tunaona akina Petro walikumbana na nini? Akina Yohane walikumbana na nini? Na mwisho wengine walijinyonga kwa sababu ya tamaa, kwa sababu waliona haki wameidhulumu kwa Kristo. Na hivyo hakuna injili nyepesi, hakuna injili iliyopakwa maua. Mwalimu wetu Yesu Kristo anatufundisha injili ngumu kuiishi, kuwapenda adui zetu, wanaotuudhi kuwaombea, wanaotusema vibaya, wanaotutukana. Jumapili iliyopita tulisikia habari hizo juu ya heri zile, heri wanaoudhiwa kwa ajili ya jina langu, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Tunaudhiwa mpaka tunaona na mambo mengine yanatengenezwa. Baba Kitima ametengenezewa mtoto wa bandia na cheti kimetoka vizuri kabisa, anaudhiwa, anadhihakiwa kwa sababu ya kweli. Injili ya Kristo ni ngumu kumeza. Injili ya Kristo ni ngumu kuihubiri. Injili ya Kristo haihitaji kupakwa rangi. Mkristo Mkatoliki, simama imara, jiamini na itetee injili ya Kristo. Mkristo, usiogope kuihubiri injili ya kweli na ya haki. Mkristo anayeogopa hivyo hawezi kuwa mshindi wa injili ya Kristo ya msalaba. Injili ya Kristo ni mateso. Injili ya Kristo ni msalaba unaohitaji kufikishwa pale Kalvari. Mimi na wewe, je, tunaihubiri injili kama hiyo? Leo hii wengine tumegeuka kuwa machawa. Injili ya Kristo tunaipaka rangi, tunaipaka maua, tunaipamba namna gani? Tunapindisha ukweli, tunapindisha haki, tunaminya haki kwa watu kwa sababu ya maslahi binafsi. Yote haya yatapita, yote haya tutayaacha, lakini roho zetu ni mali ya Mungu ambazo ndizo zitakazohukumiwa kwa sababu ya kutokuwatendea wengine haki. Tumwombe Mungu atusaidie tuweze kuihubiri injili ya kweli na ya uaminifu. Hakuna injili ya keki, hakuna injili ya mafuta upako, hakuna injili ya chumvi yenye kukuletea mafanikio. Msalaba wa Kristo utakaoubeba, ambayo Yesu mwenyewe amesema, ukitaka kunifuata jikane mwenyewe, beba msalaba wako mabegani, mfuate. Wangapi tunabeba msalaba wa Kristo, tunamfuata? Mkristo Mkatoliki mwenzangu, hakikisha hauyumbi, hakikisha unahubiri injili ya Kristo kwa uaminifu na kweli. Na katika injili ya Mathayo sura ya 5 aya ya 13 hadi 16, Yesu Kristo anatupa ujumbe wa aina mbili. Wa kwanza, Mkristo ni chumvi. Yesu Kristo anawaambia wafuasi wake wawe chumvi, chumvi yenye kuleta ladha, chumvi yenye kuleta utamu katika mboga. Chumvi ikiwa mbovu haiwezi kuleta ladha yote na haifai hii chumvi kutumika tena. Wewe kama Mkristo, maisha yako
hayana radha, wewe haufai tena kuwa Mkristo. Hata kama unakwenda kanisani kila siku, lakini maneno yako, matendo yako hayafanani na Ukristo, hayafanani na Kristo mwenyewe ambaye amekuita. Wewe ni sawa na chumvi isiyo na radha. Wewe ni chumvi iliyoharibika, haufai kutumika, haufai hata kuwa kiongozi wa halmashauri, maana maisha yako na matendo yako hayafanani na Ukristo wenyewe. Mkristo, usimung'unye ukweli wa Injili. Kuwa chumvi, ipeleke Injili ya Kristo kama ilivyo chumvi. Yesu amekuwa chumvi, ameleta radha kwenye maisha ya wale ambao walinyimwa haki yao, walidhulumiwa, walitengwa, wakoma waliwekwa mbali na jamii yao, na hivyo watu hawa anawarudishia amani, anawapa tena furaha yao ambayo ilipotea. Mimi na wewe tunapaswa leo kuwa chumvi na kuwarudishia uhai, uzima, furaha wale waliopoteza haya yote. Tukoleze imani yetu ili tuwavutie wengine nao waonje utamu wa Yesu Kristo katika maisha yao. Yesu Kristo ni mtamu, kama tunavyoimba ule wimbo, onjeni muone Bwana alivyo mtamu, onjeni muone alivyo Bwana mtamu. Nadhani watunzi wanajua vizuri wimbo huu, onjeni muone Bwana alivyo mtamu. Sisi wa Kristo tunapaswa kumjulisha Kristo, kumtambulisha Kristo kwamba ni mtamu, ni chumvi yenye radha katika maisha yetu. Na ujumbe wa pili, Mkristo ni nuru. Kama wafuasi wa Yesu, sisi tunaitwa kuwa nuru. Kazi ya nuru ni kuliondoa giza. Kazi ya nuru ni kumulika palipo na giza ili kuleta mwanga, vile vilivyojificha vionekane. Na Injili ya Kristo ina ujumbe huo, imebeba dhana hiyo ya kuwa ni nuru. Na sisi kama wafuasi wa Yesu tunapaswa kuwa nuru kwa kuyaishi masakramenti yetu. Ungama kila wakati Mkristo, pokea Ekaristi Takatifu mara nyingi ili ufanane na Yesu Kristo mwenyewe. Wasaidie wenye mahitaji, ishi sakramenti yako ya ndoa vizuri. Kama wewe ni mlei uliyeingia kwenye maisha hayo, kama wewe ni sister, ishi katika maisha yako. Kama wewe ni mtawa, ishi katika maisha yako ya wakfu kwa nadhiri ya usafi wa moyo, useja na ufukara, utii. Haya ndiyo mambo msingi ambayo tunapaswa kuyaonyesha ili tuwe sisi ni nuru. Ili Mkristo uwe nuru, kwanza maisha yako yawe mfano mzuri kwa wengine. Maneno yako yaweze kuponya watu wenye mahangaiko, walio wagonjwa. Uweze kuwafariji wenye huzuni kwa maneno yenye hekima na busara ya kimungu ndani yake. Si kuwafarakanisha watu, si kuwavuruga watu, si kuvuruga vyama vya kitume. Unapoingia katika vyama hivi, waunganishe watu, walete watu katika Kristo, wamuone Kristo ni nuru katika maisha yao. Mkristo angaza kwa kusimamia haki ya kweli, haki ya kweli na si haki ya uongo. Mkristo, hakikisha unakuwa nuru halisi kama Yesu Kristo alivyokuwa nuru halisi, na kuwamulikia wengine ili waweze kumuona yeye aliye nuru halisi katika maisha yetu. Tumsifu Yesu Kristo.